kama vile ambavyo tumesema kwamba maombi ni mazungumzo. Maana yake anaposema akiomba, maana yake alikuwa akizungumza na Mungu. Pia twende Luka 6 mstari wa 12. Luka 6 mstari wa 12. Naona hii nimeikosea kuinukuu. Lakini nadhani hawa pia wanatosha kutupa mwongozo ni namna gani ambavyo tunaweza tukaona kwamba watu walikuwa wanawasiliana na Mungu kupitia maombi, kama vile ambavyo tumemwona Ana, pia tumemwona Yesu Kristo mwenyewe ambapo alikuwa akienda milimani akiomba. Kwa hiyo ni namna gani tunavyoweza kuona kwamba maombi mazungumzo baina ya sisi wanadamu pamoja na Mungu. Manake tunaweza kuwasiliana na Mungu kwa kupeleka mahitaji yetu mbele za Mungu, lakini sio mahitaji tu. Katika maombi kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakatokea. Kuna kusemeshwa, Mungu akakupa mipango fulani au akakupa maelekezo fulani. Kwa hiyo yote tunaweza tukaijumuisha kama maombi. Manake sisi kama watu ambao tumeokoka, ambao tumeamua kumfuata Mungu au kumuishi Mungu katika maisha yetu, lazima tuwe na muda ambao tutaweza kufanya mazungumzo pamoja na Mungu, ambao tunasema ni maombi. Unaona? Kwa maana hiyo inatulazimu tuwe na muda wa sisi wenyewe kukaa kuweza kuzungumza na Mungu. Na hapa hivi nimejaribu kuweka baadhi ya faida za maombi, labda pia tuzipitie ili pia tuweze kuona umuhimu wa maombi kwa sisi watu ambao tumeokoka au tumemjua Mungu. Kama vile ambavyo maombi ni mazungumzo baina ya mwanadamu na Mungu. Sasa tunataka tuangalie pale sisi tunapokuwa tunafanya mazungumzo na Mungu au tunawasiliana na Mungu, kunakuwa na faida gani ambayo inatokea kwetu sisi. Faida ya kwanza unaweza ukaandika kupata mahitaji yako. Kupata mahitaji yako. Na hii tunaenda kuisoma kwenye Mathayo 7 mstari wa 7. Mathayo 7 mstari wa 7. Inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba faida mojawapo ya kuweza kufanya mazungumzo na Mungu au kuomba ni kupata kile ambacho tunakihitaji ndani yetu, kama vile ambavyo wamesema kwamba kila aombaye hupewa. Manake tunajua kwamba Mungu yeye ndio mtoshelevu katika kila kitu. Manake tunapoenda mbele za Mungu kumuomba, tunakuwa tunahitaji kutoka kwake. Kwa sasa faida ya sisi kwenda mbele za Mungu mojawapo kwamba tunapata mahitaji yetu, manake kile ambacho tunakihitaji kwa wakati ule tunakipata. Naposema mahitaji sio chakula tu na mavazi na vitu vingine vya kawaida. Kile ambacho unakihitaji kwa wakati wa mkini, unahitaji biashara, ya mkini unahitaji watoto, unahitaji ndoa, unahitaji elimu. Kwa katika kile ambacho unakipeleka mbele za Mungu, jua kwamba utakipata. Twende faida ya pili, inasema ushirika na Mungu. Faida ya pili ya kukaa katika mazungumzo au kuwa na maombi, au faida ya maombi ya pili inasema ushirika na Mungu. Hii tunaisoma kwenye Yakobo 4 mstari wa 8. Mstari wa 8
Yakobo 4 mstari wa 8 anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Takaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Mstari wa 9 anasema huzunikeni na kuomboleza na kulia, kucheka kwenu kugeuzwe kuwa kuomboleza na furaha yenu kuwa hamu. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Kwa tunaona hapa faida nyingine ya maombi ni kwamba tunakuwa na ushirika na Mungu, kwamba tunamkaribia Mungu. Manake pale ambapo tunakuwa hatuombi, tunakuwa mbali na Mungu. Manake kama tukiwa mbali na Mungu, automatically tunasema kwamba tunapoteza ushirika naye. Kwa mfano, kuna ndugu amekuja kukutembelea, unakaa naye labda chumba kimoja au nyumba moja. Nadhani ule ukaribu unaweza ukawafanya mkawa na ushirikiano mkubwa, tofauti na akisafiri akirudi kwake. Unaweza ukawa na ule ukaribu tu wa kumpigia simu kumjulia hali, tofauti na ambapo anapokuwa karibu na wewe, kwamba mnaweza mkashirikiana katika kazi, mkapeana majukumu, mkafurahi, mkacheka pamoja, mkala pamoja. Kwa hiyo naona jinsi gani ambavyo tunapokuwa tunamsogelea Mungu, tunakuwa na ushirika naye. Manake katika kila kitu ambacho tunakitenda, tunakuwa tunakitenda pamoja naye, kama vile ambavyo sema mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Manake pale tunapokuwa kuna ukaribu, lazima kunakuwa na namna ya ushirika. Sidhani kama kunaweza kuwa na ukaribu afu hamna ushirika wote ambao unaonekana, labda kuwe kuna ugomvi kuwe hakuna mapatano. Lakini pale tunapomkaribia Mungu kwa maombi, manake pia tunakaribisha ushirika pamoja na Mungu. Manake hiyo ni faida ya pili, tunakuwa tuna uwezo wa kushirikiana na Mungu. Twende faida ya tatu, inasema unazidi kujazwa na Roho Mtakatifu. Hii inapatikana kwenye Matendo ya Mitume 2:1-4. Matendo ya Mitume 2 sura ya kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Tamka. Sasa tunaona namna gani kwamba walikuwa katika hali ya maombi, walikuwa ni mitume katika hali ya utulivu, wakiwa sehemu moja, katika hali ya kumtafakari Mungu, kuomba na vitu vingine. Kwa tunaona katika namna ya kukaa katika uwepo wa Mungu au kumkaribia Mungu, wanaipokea hii neema ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Sidhani kama wangeweza kupokea hii neema kama wangekuwa wametawanyika, mmoja labda akaenda shambani, mwingine labda yuko sokoni, mwingine anacheza mpira. Sidhani kama wangeweza kuipokea hii neema ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Lakini inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Manake ilikuwa ni siku ya ibada, manake walikuwa mahali pamoja. Tunaona sasa katika kukaa ile eneo la ibada ambalo lina uwepo wa Mungu, au sehemu ambayo ina support wao kuweza kukaribiana na Mungu kwa utulivu, tunaona wanaipokea hii neema ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Manake hata sisi tunapokuwa tunajenga tabia ya maombi au kuwa na mazungumzo na Mungu au mawasiliano na Mungu, lazima Mungu atamwachilia Roho Mtakatifu juu yetu ili aweze kutuvuta zaidi karibu na yeye. Lakini pia Roho Mtakatifu anatusaidia tuweze kuwasiliana vizuri na Mungu, ili yale anayosema Mungu tuweze kuyaelewa kwa undani. Lakini pia Roho Mtakatifu atatuongoza ni namna gani ya kuweza kusemezana na Mungu katika maombi au katika utulivu.
lakini pia katika hata kusoma neno. Unaona? Kwa hiyo hii ni faida mojawapo ambayo tunaipata pale ambapo tunakuwa tunajenga tabia ya maombi au tunakuwa na mazungumzo, mawasiliano na Mungu. Kwa hiyo ni mojawapo ya faida ambayo tunaipata kwamba ya kuzidi kujazwa na nguvu za Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa kadri tunavyozidi kukaa katika uwepo wa Mungu ndivyo tunavyozidi kujazwa na nguvu za Mungu. Nadhani kila mmoja ni shuhuda kwamba kipindi ambacho unakuwa na utulivu, labda katika maombi ya kufunga au katika soma neno kwa muda mrefu, unaanza kuona mabadiliko ndani yako. Unaanza kuhisi kuna viwango fulani unaanza kuvipokea vya ujazo wa nguvu za Mungu. Lakini ukiacha maombi kwa muda fulani au ukiacha kusoma neno, utajikuta tu kuna namna unaanza kuluzi. Kwa sababu hii nguvu inakuwa inapungua. Kwa hiyo pale tunapomkaribia Mungu zaidi au tunapokuwa na mawasiliano mazuri na Mungu, kwa hiyo ndivyo ambavyo Mungu anavyozidi kutujaza Roho yake Mtakatifu ndani yetu. Faida nyingine ya maombi nimeandika hapa ni kwamba unapata ufahamu wa mambo ya kiroho. Ufahamu wa mambo ya kiroho. Hii tunaipata kwenye Yohana 16 mstari wa 13. Naposemea ufahamu wa mambo ya kiroho, manake kuna ulimwengu wa mwili lakini pia kuna ulimwengu wa roho. Manake ulimwengu wa mwili ndio huu tunaoishi. Lakini kuna ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu wa roho, na huko ndiko utamkuta Mungu anakokaa. Kwa hiyo tunapokuwa na ushirika na Mungu au tunapokuwa na tabia ya maombi au mawasiliano na Mungu, tunapata ufahamu wa mambo ya kiroho. Tusome Yohana 16 mstari wa 13. Yohana 16 mstari wa 13. Inasema ninyi mtaniita, nisoma 13 16. Yohana 16 mstari wa 13 inasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Mstari wa 15 anasema, na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Bado kitambo kidogo nanyi mtaniona, hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Kwa tunaona jinsi gani tunavyokuwa na tabia ya maombi, Mungu anamwachia Roho wake Mtakatifu ndani yetu, na Roho Mtakatifu anatufunulia mambo ya sirini, maana anatupasha habari za mambo yajayo. Tunajua kwenye ulimwengu wa roho ndiko ambako mambo mengi yanapangwa, lakini pia ndiko ambako Mungu anakusudia mambo yanayokuja katika ulimwengu. Maana tukiwa na Roho Mtakatifu tutaweza kuyafahamu yaliyo mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu ambayo yanatupasa kuyafanya. Kwa mfano, labda mtu yuko hapa duniani, hawezi akajua kusudi lake ambalo Mungu amemuitia hapa duniani kama hana ushirika na Mungu. Manake mtu akishajenga ushirika na Mungu, Mungu anamwachilia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atakayemuongoza ni kitu gani ambacho anapaswa kukifanya, ambacho Mungu amemkusudia hapa ulimwenguni. Mbona yamkini Mungu anakusudia mtu awe mhubiri mkubwa, awe nabii, awe mwalimu wa neno la Mungu, au awe injinia. Kwa hiyo katika hivi vyote, ili mtu aweze kutambua ni kitu gani ambacho amepangiwa na Mungu kwa wakati ujao,
lazima awe na ushirika na Mungu, na ushirika na Mungu unatengenezwa na njia ya maombi. Kwa pale tunapoomba, Mungu anamwachilia Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anatupasha habari za mambo yajayo. Tunaona hapa Yesu Kristo anasema kwamba, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Alafu mstari wa 18 anasema, yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa yaliyo yangu na kuwapasha habari. Alafu mstari wa 15 anasema, na yote alionayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema kwamba atatoa katika yaliyo yangu. Kwa hiyo tunaona lile kusudi ambalo Mungu analikusudia, Roho Mtakatifu atatufunulia pale tunapokuwa na tabia ya maombi. Manake makusudi ya Mungu ndio yale mapenzi ya Mungu anayokusudia katikati ya maisha yetu. Kwa namna moja ama nyingine, mtu hawezi akatambua kusudi lake la yeye kuwepo hapa duniani pasipokuwa na ushirika na Mungu, au pasipokuwa na uhusiano na Mungu. Lakini pia huyo mtu anaweza akawa na uhusiano na Mungu, lakini hana tabia ya kufanya mawasiliano na Mungu. Kwa hiyo pia inaweza ikawa kikwazo cha yeye kutokutambua majukumu yake hapa duniani. Kama vile ambavyo nimesema kwamba, nimetolea mfano wa ndugu, kwamba pale unapokuwa unakaa na ndugu yako karibu, au mtu yoyote, labda unakaa chumba kimoja, ni rahisi kupeana majukumu, labda wewe pika, wewe fagia nje, wewe nenda kachote maji. Lakini yule mtu anapoondoka, hata kama una ukaribu naye, au tunasema una uhusiano naye, lakini yuko mbali na wewe, sio rahisi kuweza kupeana majukumu. Mbona sana sana itakuwa tu ni salamu, umeamkaje, salama, wazima, wazazi hawajambo. Mbona kwa hiyo ndio hivyo tunaweza tukawa na uhusiano na Mungu kama vile ambavyo tumeokolewa na damu ya Yesu, lakini tusiwe na ushirika naye, manake tusiwe na mawasiliano naye na mazungumzo naye. Kwa hiyo hichi pia kinaweza kikawa kikwazo cha sisi kutokuelewa tunapaswa kufanya nini. Manake mtu anaweza akaokoka, lakini kama hajajenga uhusiano binafsi na Mungu katika hali ya maombi, manake ni vigumu kumpokea Roho Mtakatifu. Na kama Roho Mtakatifu hajaja kwako, manake hauwezi ukapashwa habari za mambo yajayo. Manake utakuwa ni Mkristo ambaye anaenenda sawasawa na watu wapagani wanavyoenenda. Anaamka tu asubuhi, hajui anapaswa kufanya nini, hajui kwamba kuna nafasi ya Mungu katika hiyo siku. Manake anaamka anakimbizana na dunia, anakimbizana, mwisho siku anazeeka, lakini akiangalia alichokifanya ambacho Mungu amemkusudia hajakifanya, amefanya cha kwake. Manake kama tukikosa ushirika na Mungu, hata kama tuna uhusiano naye kwa namna ya kuokolewa kwa damu ya Yesu, bado itakuwa ni ngumu kwa sisi kuweza kutambua habari za mambo ya sirini, au kupashwa habari za mambo ya rohoni kwa kupitia Roho wake Mtakatifu. Kwa faida mojawapo ya kuwa na maombi au kuwa na mazungumzo na Mungu ni kwamba utafahamu mambo ya rohoni kama hivi ambavyo nimeelezea. Sasa twende kwenye faida nyingine. Inasema unapata usaidizi wa kiroho. Hii twende tuisome, ni Yohana 16 mstari wa 7. Hii ni faida nyingine. Unapata usaidizi wa kiroho. Yohana 16 mstari wa 7. Anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja kwenu, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa hiyo tunapokuwa katika hali ya maombi, tunampokea Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu ni msaidizi. Tunasema tunapata mambo ya rohoni kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni roho.
maana yake atatusaidia kwa habari ya mambo ya rohoni. Kwenye upana wa mambo ya rohoni ni hapo kuna upana mkubwa sana. Lakini kimsingi atatusaidia kwenye mambo ya kiroho. Kama hata tukitolea mfano, watu wa giza wanatumia mapepo, majini kwa ajili ya kuweza kuzifanya kazi za giza na uchawi na vitu mbalimbali. Kwa hiyo pia hata sisi ili tuweze kufanya kazi katika ulimwengu wa roho, tunapokuwa na ushirika na Mungu, tunapata usaidizi, maanake tunaweza kufanya kazi katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukisema kitu kinaweza kikatokea, ukimwombea mgonjwa anapona. Sio kwamba unamfanyia operation kimwili, ila unafanya mambo ya rohoni, maanake unapata usaidizi wa kutenda mambo ya rohoni. Kwa maana unamwombea mtu, pepo linamtoka, kama ana ugonjwa unamtoka. Lakini asili hivyo vitu unakuta ni ulimwengu wa roho. Maanake pale unapokuwa na hali ya maombi, Mungu anaachilia usaidizi wa kiroho, maanake unaweza kutumika pia kwa mambo ya rohoni. Faida nyingine inasema kuwa hodari na ushindi katika vita. Maanake unapokuwa na tabia ya maombi au unakuwa na mazungumzo na Mungu, inakuwa ni rahisi kwako kuwa na ushindi katika vita vya kiroho na kuwa hodari pia. Tusome Waebrania 11 mstari wa 34. Waebrania 11 mstari wa 34. Anasema walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Kwa tunaona namna gani ambavyo tu unapokuwa una ushirika katika maombi. Lakini pia ngoja nitoe mfano mmoja. Ukimsoma Daudi katika nyakati ambazo alikuwa akienda vitani, alikuwa anapenda kumuuliza Mungu kwamba Mungu, je, mji huu ni uendee au nisiuendee? Manake laiti kama angekuwa anaenda kichwa, inawezekana labda vita ya kwanza tu angepigwa akauawa, asingeweza kushinda. Lakini kwa sababu alikuwa na ushirika na Mungu katika namna ya maombi, katika namna ya kusoma neno, kuzungumza na Mungu, hii yote item kwa ujumla maombi, manake ni mazungumzo na Mungu. Haijalishi ni kwa namna gani, lakini kuwa na mazungumzo na Mungu, communication. Kwa hiyo ikawa imemsaidia Daudi akawa ni mshindi katika vita, lakini akawa ni hodari kama vile ambavyo nimesema. Kwa sababu kuna sehemu nyingine Mungu alikuwa anamwambia hapo usiende kupigana, kimbia, anakimbia. Lakini kama ingekuwa amsikilizi Mungu au hana ushirika na Mungu, angekuwa anaenda anapigwa kwa sababu hakuwa na ushirika na Mungu. Manake Mungu hakuweza kumsaidia yeye kuwa mshindi katika vile vita anavyopigana. Kwa hiyo katika ulimwengu wa sasa, vita kubwa haipo katika ulimwengu wa mwili, ila ipo katika ulimwengu wa roho. Manake ili uweze kuvishinda vita vya roho, lazima uwe ni mwana maombi. Lazima uwe mwana maombi. Manake bila maombi hauwezi ukavishinda vita vya roho, lazima tu vitakushinda. Lakini pia pointi nyingine ya mwisho nimeandika kupata mwelekeo maalum. Hii ni pointi kuna ya mwisho, lakini hii inasema kupata mwelekeo maalum. Luka 6 mstari wa 12. Hii ni faida ya maombi. Nadhani inaendana na hii ya juu hapa kwa habari ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatusaidia kutupasha habari za mambo yajayo. Luka 6 mstari wa 12 tuipitie hapo. Nasema ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumomba Mungu. Hata kulipokucha mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume: Simoni
aliyemwita jina lake la pili Petro. Tunaona sasa kwamba hapa baada ya Yesu Kristo kwenda katika maombi akakesha usiku mzima, aliporudi kutoka katika maombi aliweza kuwachagua mitume 12. Manake hatujui kwamba alipoenda kule kwenye maombi Mungu alimsemesha nini, kwamba huyu mchague, huyu mwache, umchague, hatujui. Lakini tunajua kwamba baada ya kutoka kwenye maombi, au tunasema baada ya kutoka kwenye mazungumzo kati yake yeye na Mungu, aliporudi aliweza kupata mwelekeo sasa wa kumchagua kwamba huyu ninahitajika niweze kwenda naye, huyu anahitaji, simuhitaji, kama vile ambavyo tunasoma hapa. Mama nirudie ili uweze kupata hapo vizuri. Mstari wa 12 nasema, ikawa siku ile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Manake alienda kufanya mazungumzo pamoja na Mungu. Akakesha usiku kucha katika kumomba Mungu. Hata kulipokucha aliwaita wanafunzi wake, akawachagua 12. Tunaona kumbe alikuwa hajawachagua, ila baada ya kutoka kwenye maombi ndio aliweza kuwachagua. Kwa manake tunaweza kuona hapa kwamba maombi pia faida nyingine inaweza ikakupa mwongozo maalum au mwelekeo maalum. Yamkini labda kuna biashara fulani ambayo unatamani uifanye, lakini kimsingi usipopokea maelekezo maalum kutoka kwa Mungu, unaweza ukaifanya biashara ile sawa kwako, unaweza kuona ikawa na faida, lakini kama Mungu asipohusika katika ile biashara ni ngumu kuweza kufanikiwa. Manake pia hata katika masuala ya ndoa hivyo hivyo, masuala ya elimu hivyo hivyo, kuchagua fani gani ambayo unatakiwa uifanye, vyote vinahitaji uwe na ukaribu na Mungu ili uweze kufanya kile ambacho ni sahihi. Manake hivi vyote ili uweze kuvifanya kwa usahihi ni lazima uwe na ushirika na Mungu, au uwe una mazungumzo na Mungu. Na ushirika na Mungu na mazungumzo na Mungu ni kwa namna ya maombi. Kwa hiyo hii ni faida mojawapo, lakini faida ya mwisho nimesema kwamba hapa maombi yanakusaidia kuwa mtakatifu. Tusome Isaya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Maombi yanatusaidia kuwa watakatifu. Isaya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7 anasema, haya ni maono ya Isaya mwana wa Amozi aliyoyaona katika habari za Yuda na Yerusalemu siku za Uzia na Yothamu na Ahazia na Hezekia na mfalme wa Yuda. Sikieni enyi mbingu, tegeni sikio enyi nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewasilisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Nimekosea. Nimesoma Isaya sura ya 1 na ilikuwa ni